Kwanza sikia nikwambie. Hujawahi kunilizisha. Yaani kunilizisha baba kwako. Yaani hujawahi. Nimekuvumilia sana huko nyuma, tulivyoishi hapa inatosha. Nishachoka. Kama unasema sio nikumbuke sipiki kitu gani, mimi nimekuchoka kabisa. Hata na mimi ni umu. Unanifanyia kama uzee. Matatizo yako hayajapona. Sasa sikiliza. Nini sasa jamani? Ndio tabia ngoja kwanza nikwambie. Yaani wewe bado hujanizoea tu. Sasa nini? Yaani kama nimekaa nazima tuongee, asifanye chochote, umekaa kimya kubiza na simu, sasa na kimu. Sugua mguu. Afu wangu. Sasa hivi mguu umekuwa na gaga jamani. Yaani tofauti na mwanzo. Si unazula sana sasa hivi mwenzangu. Napambana. Pambana ndo mpaka kwenye miguu. Afu yote kwa ajili yako. Napambana sana. Mume wangu. Nakuuliza kitu. Yaani maisha gani tunaishi mume wangu? Yaani sasa yaani unarudi umelewa. Yaani hata sikuelewa sasa hivi. Yaani sijui kwa nini umekuwa hivyo. Sasa mada ya miguu tena kusuguana miguu na mada ya kuchelewa kurudi nyumbani vinahusiana nini hapa? Kama Mungu amefanya kosa kukuuliza. Yaani makosa makubwa sana. Huwezi kuniuliza maswali kama hilo. Narudi usiku wa manane. Lakini sinarudi na fedha. Sawa mume wangu, fedha na wewe vitu. Sasa nikuulize swali. Nirudi mchana saa 7 bila hela au nirudi usiku na hela? Yote virudi kwa mdomo. Sasa subiri nikukumbushe. Maji. Wale wa maji. Oh, dada yake huyo. Oh. Niambie. Sawa kweli. Sasa mama anasemaje? Kama kawa. Dangu maji bwana. Maana dada amenichachia kweli kweli yani. Mimi nayo leo kaka yangu. Dadangu hata ndo mmoja basi, hata mmoja. Kweli kaka yangu mimi nayo. Basi, nashukuru. Haya leo nimekufuma. Wewe mwanaume mwananzaa usiokuwa na aibu baba wewe. Haya ndo maji Mke wangu ndo hivyo nimekuja hapa nikamuuzia maji huyu dada. Wewe sikia nikwambie. Haya naomba hela. Mke wangu hii ndo tipi ya kwanza. Mimi sasa bado hela sijapata kwa kweli. Yaani ndo kwanza hapa ndo nimeanza. Bonge wewe hapo unamnenepesha. Mimi nilipo nyumbani pale unilishi wala nini unanikondesha na konda si ndio Sasa kwa taarifa yako sikiliza nikwambie. Mimi nina mwili wangu vizuri. Upo Na napendwa. Kama umeshindwa, wembe ule na hudumiwa. Mambo mengine sio kuzungumza barabarani. Tungekaa tukazungumza vizuri, tukaelewana vizuri bila shida yote. Sasa naomba kwa watu faida hivyo tu kwa sababu gani sasa? Watu faida hivi umesahau ulipotoka? Nyumbani kwenu na maisha magumu sana. Na yote nafanya kwa ajili ya nyumbani kwenu pia. Kila siku zinapigwa simu za msaada huko. Ndio maana mimi silali na focus na maisha ili nipate fedha. Wote mnaanza kuuliza maswali ya kurudi usiku. Nitarudi saa 8 afu tashinda njaa. Mume wangu nakuelewa. Lakini usifanye maskini wetu ikawa fimbo kutuchapia. Kumbuka mimi nakupenda. Kumbuka mimi nakujali wewe, ndio maana yote ninayotokea hayo mume wangu. Kama kukuuliza kwangu ndio imekuwa sababu, basi naomba unisamehe. Kama kukujali kwangu imekuwa kosa, sitarudia tena mume wangu. Naomba unisamehe kwa hilo. Hapa nyumbani kitu gani ambacho umekosa? Si unakula milo yote 8 hapa, sio milo 8 sio unakulaga ya. Sawa mume wangu. Sipendi tabia ya kuulizana maswali. Sipendi. Mume wangu. Nini? Kwa sababu ninyanyasa na pesa zako. Kumbuka mimi nakupenda wewe. Sawa nakumbuka nilipotoka mume wangu. Nakumbuka sio kama siku mume wangu nakumbuka. Sawa wazazi wangu mimi maskini wanakutegemea wewe. Lakini siwapenda kunichapia mimi sababu ya kunichapia mume wangu. Umekosea sana. Hebu sugua miguu bwana, sugua miguu hapo nataka niondoke. Lakini mnaukosea na mama. Kumbuka unatumia chombo cha moto kile, umeelewa huko umepata ajali. Shida ya nani? Sawa, sugua. Ngoja nimechelewa, ndio niondoke. Sijui ndio saa ngapi.
kitu gani kama sio mara wenzio? Yaani unakaa na watu kama hivi, kuna mdada kama hapo tena unajitaka kumuuliza maji sio nini, kumbe unamhudumia na kajinenepesha kama tikiti. Mimi sasa ndo nakonda kama mbu. Acha kumkufuru Mungu. Acha kumkufuru Mungu. Nimechoka ya maisha, nimechoka kukondeshwa. Bado napendwa, bado mbichi na nina mwili wangu vizuri tu, nikipata kwa kudekezwa baba nitanenepa. Upo? Sasa naomba uniache. Kama umenichoka niache mapema, usinizeeshe. Nani atuingia na kumuuzia dada wa watu maji? Sikia nikwambie, leo umekiwasha. Yaani umekiwasha, unajua kukiwasha. Nao mara ya wenzio. Wewe utanikuta nyumbani. Dada. Namba tu madomo niweke hapa. Sio? Namba tu niache dangu niangalizie. Mke wangu. Why you don't feel the love? Why you don't give them space? Why you don't check your pillow? Wake is a sanyoka. Why you don't feel the love? Stumai mke wangu, stumai. You don't give them space. Why you don't check your pillow? Kwa sababu jana ilikuwa nzima na hata leo pia asubuhi ilikuwa nzima. Sana shangaa unavyobeba na kuipeleka, maana hujanipa pia taarifa kuhusu hiyo feni mke wangu. Mbona kama tunapangiana sana? Vipi feni umetafuta peke yako? Hapana mke wangu, tumenunua. Wewe, sikia nikwambie. Hivi vitu utafuta wote. Kwa hiyo sitaki kunipangia matumizi ya hivi vitu. Sijui umenielewa? Wewe umekaa kule kwa mara wenzio, unasema maji, unauza maji. Nimekuta vizuri, nimekufuma vizuri, tuna nimeelewa ile show. Kwa hiyo sitaki kunidanganya chochote saa hizi. Naomba uniache. Hadi saa hizi hapo unakuja sidhani kama unataa 100 hapo mfuko wako wewe. Alafu jaribu basi hata kidogo kuvuta hisia za upendo. Lipi ambayo kuwa nawewe kukosea mimi ambayo siwezi kusamehewa? Nimekukosea kwa yapi? Okay, sasa hiyo feo unapokwenda huko kuipeleka itatatua changamoto zako. Wewe una umalaya chini. Nishakugundua. Sasa sikia nikwambie. Kuhusu ifeni baba. Naona hujaona umuhimu wa ifeni ndani. Sawa eh? Hujaona umuhimu wa ifeni, kwa hiyo niache nimpelekee mwenye kujua kuitumia ifeni. Sijui umenielewa? Mke wangu. Nimeweza kuyavumilia yote haya kwa sababu bado nakupenda. Na nakupenda kweli mke wangu. Yote yanayotokea ni kwa sababu ya kuheshimu siku ile ya kwanza niliyokuambia kuwa nakupenda. Na haijawahi kufutika kamwe katika moyo wangu. Unadhani au unayofanya kwangu kama hivyo unanikomoa? Lakini tambua kwamba siku ya leo naomba uikumbuke mke wangu. Nimevumilia mengi sana kwako. Lakini siku baada ya siku umekuwa ukiniumiza kwa maneno yako, kwa vitendo vyako. Nakupenda. Si unadhani kwamba kuuza hiyo feni itaenda kutatua changamoto za kifedha? Nakuruhusu mke wangu. Ingia hata ndani. Hata godoro pia. Chukua nenda ukauze. Wewe, sikia nikwambie. Sawa, kwa unahisi nimemaliza? Bado sijamaliza. Kwanza sikia nikwambie. Hujawahi kunilizisha. Yaani kunilizisha baba kwako. Yaani hujawahi. Nimekuvumilia sana huko nyuma tulivyoishi hapa inatosha. Nishachoka. Kama unasema sijui wewe nikumbuke sijui kitu gani. Mimi nimekuchoka kabisa mwenzio. Yaani nimekuchoka aswa. Cha kwanza, hujawahi kunilizisha ndani wala nje. Kitandani kwenyewe ukikaa dakika 2 kama kuku tu. Hebu huko niache, mimi ndo unaondoka, niache. Kweli unipendi I know that. Kweli sikufai I know that. Kweli sina sifa I know that. Uso roho yangu. Kweli unipendi I know that. Kweli sikufai I know that. Kweli sina sifa I know that. No. Kila siku nakushauri basi wewe kata mfanya kazi, akusaidie mambo madogo madogo.
Mmoja kuna na mimi ushauri wangu zio. Wao wanapata shida sasa. Kwa hiyo mfanyakazi manake kwenye lako ya kula ndio nimeweka mfanyakazi ndio? Naam. Mwanangu. Simu yako inaita. Pokea. Nani anapiga? Sijui tamu yangu, sijui nani shika. Alafu wewe nani amekupa ruhusa kushika simu yangu? Mimi soma namba mwenyewe hapa niangalie. Unaanza kunichunguza. Naona hamu ya kuishi hapa nyumbani sasa imeisha. Sikiliza, kama hautaki kuishi hapa nyumbani, nikurudishe kwenu kijijini. Kwa sababu umeanza kunipekua, unaanza kunichunguza. Mimi nimekupa ruhusa kushika simu yangu wewe. Wewe usinisha ukataza usishike simu. Ndio, simu hapo umeniambia nani? Afu sikiliza. Toka muda mrefu nilikwambia fanya kinachokuhusu humu ndani. Hivi Sharifa wewe ni mwanamke wa aina gani wewe? Fanya kinachokuhusu, visivyo kuhusu achana navyo. Sawa, ndio mambo nisamehe. Vipi, mbona simu nyingi sana? Yaani simu nyingi sana kila muda unanipigia. Sasa nimekuja. Vipi sana manania haya? Feni tena. Shida nini? Au ndo unajipulizia sasa hivi njiani? Wala sio hivyo baby. Ila nimeleta hii feni upeleke nyumbani. Si unajua sasa hivi tunaanza kufanya maandalizi ya mimi na kuoana. Mbona ghafla sana? Amna, nimeleta kwanza hii feni na siku nyingine tukipata vitu vingine tunapeleka nyumbani. Au kuna ubaya? Hakuna ubaya. Unajua nini mpenzi? Feni yenyewe imewaka ujue. Vitu vyangu kabisa hivi ningempelekea bi mkubwa mwenyewe atafurahi ujue. Anapenda? Anapenda sana vitu vyake hivi. Basi sawa. Ila utapeleka feni. Kesho naomba basi leta nipeleke nikamwone mama. Bila shaka usijali kwa sababu yenyewe hapa nilikuwa nimewaka ujue, ndo nilikuwa natoka zangu. Nilikuwa natoka zangu around hapo unavyoniona. Kwa hiyo ile ghafla nini masimu mengi, kwa hiyo nikaona bora nije nikuone mpenzi. Unaelewa? Hapa nicheze mbele kidogo. Unaelewa? Okay. Bye bye baby. Bye. Sawa. Kwa sahihi. Sasa mimi vile mwenzako nimependa kwa mwanamke wake anatamani hata na mimi ni umu. Unanifanyia kama vile. Matatizo yako hajapona. Sasa sikiliza. Nini sasa jamani? Ndio tabia ngoja kwanza nikwambie. Unajua Yaani wewe bado hujanizoea tu. Sasa wewe ni dadangu, hivyo unapokuwa unafanya unakosea. Kama mwenzako mimi. Naona kabisa Mungu kanibariki. Kama unasema. Yaani unajua kuendeleza. Sasa tabia. Unajua unachokifanya sio kizuri. Afu Nifa yupo ndani, akiamka itakuwaje? Wewe naye Nifa nini? Nifa wewe nini? Mimi sikukugusa. Na tabia, unajua kitu unachokifanya sio kizuri. Afu akipendezi. Wewe ni dadangu. Sasa kama wewe ni dadangu, hivyo vitu usifanye. Naomba tufanye kilichotuleta huko ndani. Basi ni chuma mimi. Tabia, mimi siwezi kukisi bwana, mambo magumu wangu. Wewe ni dadangu, naheshimiana. Nakuomba tu wewe urudi ndani. Nikisi na niondoke. Ngoja kwanza. Jamani. Mimi nimekuruhusu nikisi kokote. Afu ndo naondoka. Tabia. Wewe nenda ndani kwanza. Jamani, sitaki. Siondoki kweli? Nenda ndani. Sasa kwa nikisi ndo kunikanyaga. Pole, umeumia? Pole kwache. Tena. Nikanyage tena bwana, na lavu niambia pole. Kanyage. Tabia, ungeenda ndani. Nenda ndani.
We Tabia. Naona ndio mambo nakwambia, nenda ndani, mambo yasiyo mengi unajua. We Tabia. Ulikuwa unafanya nini pale na Brian? Afu mtoto wa kike unavaa hivyo, unaenda kusimama mbele ya mlinzi, unaanza kujingilisha. Ndio tabia gani hiyo? Halafu eti ni kisi, dai ni kisi, una haya wewe. Umenishinda tabia. Kama nilivyo jina lako. Unajua sikufikiria kama ungekuwa hivi. Msichana mzima. Ulivyokuwa utadhani sio wewe, kumbe kimalaya kikubwa wewe. Yaani mtu akikuangalia kwa muonekano wako, hawezi kusema kama wewe ndio unayefanya yale mambo. Yaani hata baba akija kusikia kama mimi nimemwambia kwamba wewe ulikuwa na Blai pale kitini, hawezi kuamini. Yaani Samia usimwambie baba. Wewe msema wako mimi utasaidia nini? Sasa kwambie baba. Usimwambie mama, usimwambie baba, unapatia huruma sasa. Mtoka ingiaga ndani huko. Alafu kanishushie na neti. Msichana mwingine bwana.